Hello guys, this is Kasim Mandanda, the one and only. If you know me, you know how to trade forex, and if you don't know me, you don't know how to trade forex. So guys, leo naenda kuwaonyesha how I took my entry on UF30. It's been a while toka nimetoa update kuhusu UF30, nikasema kwamba tutakuwa tuna upward move uh, very soon, na update nimeitoa, nakumbuka ilikuwa jana nimetoa update, so naona leo setup yetu kuanza kwenda katika direction ile ile, lakini nimechukua trade ambayo ni tofauti kidogo, though I'm expecting to take the trade that I was talking about yesterday, lakini leo nitaonyesha jinsi gani nilivyoweza kucapture hii movement. As you know, nina course ambayo inafundisha how to trade the New York session, ikiwa ni scalping ya 15 minutes. Katika kozi yangu utaweza kujifunza namna ya kuscalp katika chart ya 15 minutes kwenye hizi indices inapofika US session. So let me show you how nilivyoipata hii entry na profit ambayo nimeitengeneza. Ngoja nionyeshe entry ambayo niliichukua na profit ambayo niliitengeneza kutokana na entry hiyo. So my chart was something like this. As you can see, ukija kuangalia hapa ilikuwa saa 8 lakini soko lilikuwa bado halija erupt. Manake New York session huwa inaingia saa 9:30 kwa majira yetu ya Tanzania na East Africa, nadhani kitu kama hicho. So New York session huwa ni hicho kipindi. Kwa maana yake ni kwamba nilikuwa nasubiri New York session iingie. Sasa sio kwamba tu unasubiri New York session iingie, lazima uwe na your key area of watching the market. My key area of watching the market, tukitoka hapa kwenye 15 minutes tukaenda labda kwenye 1 hour, let's say ngoja tuende kwenye 1 hour minutes, 1 hour time frame, unakuja kuona kuna hii my key area, hii area yangu ambayo nilispot toka jana kwamba market ikifika hapa lazima itapanda juu. Hii maana yake ni area ya retest. Soko lilikuja kufanya pullback, likaja kuretest. As you can see hapa ikopo ni ukuta fulani hivi ambao ni mgumu kidogo, lakini baadaye ukawa broken, so actually lazima soko litarudi kuretest hapa. Sasa bahati nzuri soko limerudi kuretest na ikanikuta nipo katika wakati ambao ni New York session. So inapofika New York session na soko lipo katika eneo kama hili, nikaja kuangalia kitu kimoja ambacho kikanisababisha niweze kuchukua entry ya kubai. Tupo kwenye area ambayo soko linatakiwa ligeuze, lirudi lilipotoka. Soko linatakiwa lifanye reversal. Lakini sasa katika eneo hilo hilo kuna kitu kikajitengeneza, kitu kama accumulation. Kwa kuna accumulation ya price ikawa inajiaccumulate hapa, kama unavyoona nikichora box hapa, kama unavyozidi kuona kuna accumulation. So unaona kabisa accumulation hii hapa, price ilicheza huko ndani. So mimi nikawa nimechora box langu, baada ya price ku break hili box nikaingia with no exemption. Sikutaka kufuata kuangalia confirmation yoyote, kwa sababu I know what I'm doing. Lakini kwa beginner yoyote yule ambaye anaanza kutrade lazima aangalie confirmation ili aweze kuingia, na confirmation hapa nikiangalia naiona confirmation ilikuwepo. So kama kwa kuna confirmation, manake it was a perfect entry. Moja kati ya vitu vilivyosababisha nichukue hii entry, sababu ya kwanza ni hii zone, kutoka kwenye zone ambayo lazima price irudi hapa, na price ikirudi hapa inakuja kuitest, inaondoka. Lakini pia price ilipofika hapa ikafanya accumulation, ika-accumulate. Kwa accumulate maana yake ikawa inajikusanya. Baada ya kujikusanya, as you know, price inapofanya accumulation ni sign moja hapo ya reversal. Kwa hiyo baadaye nikaingia ilipofika saa 9, as you can see ilipofika saa 9:30 nikaingia entry yangu ya kubai na all the way to the top. So entry yangu ilikuwa hivyo. Let me show you my trades and my setup that I took. Ukija kuangalia hapa nitakuonyesha trade zilivyokuwa na setup ilivyokuepo. So entries zilikuwa ni kama ifuatavyo. Hapa nilikopo na nilibuy, as you can see this is MT, ilikuwa ni MetaTrader 5, na ukiangalia hapa juu kwenye screenshot yangu time ilikuwa ni saa 10:30. Hii ndio time ambayo nilitoka saa 10:30, kwa niliingia saa 9:30, almost nilikaa sokoni kwa saa moja. As you can see hii ndio ile sehemu ambayo tulichora box kule kwenye trading view. Kwa niliingia hapa nikaja kutoka hapo juu, na nilitoka hapo juu kwa sababu ukija kuangalia kwenye trading view huku nina kitu kama ngoja tuende kwenye trading view. Kwenye trading view hapa nina kama resistance pia. Nina resistance zone, so there is no guarantee kwamba tutaivunja hii resistance. Kwa ndo maana nilifika kwenye resistance nikatoka. Lakini price iliweza break hapa juu. Kama tulivyoongea jana kwenye setup yetu, kuna kitu kitafanyika hapa, itaendelea kwenda juu zaidi na zaidi. So
hiyo ilikopo ni entry ambayo niliichukua. As you can see entry ndio hiyo hapo kama unavyoona hapa kwenye MetaTrader 5, na time iliyotoka ilikuwa ni saa 10:30. And these are the profits that I made. Nilitumia lot size ndogo sana kwa sababu I didn't want to risk more, kwa sababu nilikuwa tayari na trade ya gold nimeshaichukua na ilitembea, nilitengeneza kama $1,000. Kwa hiyo sikutaka tena kuendelea ku risk more, $1,000 inatosha sana kwa siku. Kwa hiyo nilivyoingia na hii hapa nikamade almost $200 kama mnavyozidi kuona. So guys, ilikuwa hivyo ndivyo ambavyo nilivyoweza kuchukua entry yangu na profit niliyotengeneza ndio hiyo hapo. So guys, kama umeelewa, usisahau kuacha like yako, usisahau kucomment, lakini pia kama unataka kujifunza forex ya ukweli, forex ambayo inayolipa, forex ile ile, usisahau kunitafuta. Namba zangu za simu ziko hapo, social media handles zangu ziko hapo, kwa unaweza kunicheki anytime, utapata kozi yako na nitakufundisha with no lies. Kama unataka kuchukua perfect entries kama hizi, sniper entries kama hizi ambazo mimi nazichukua, basi umefika katika eneo ambalo ni sahihi. Lakini pia there is a quick reminder, nina kozi yangu ya bure kabisa forex ambayo link ipo kwenye description box hapo, so make sure unaenda kuiangalia ili mambo yakae vizuri. So guys, usisahau kusubscribe kwa update kali kama hizi. Pindi ambapo tunapopata setup yoyote tutakuja kuiongelea hapa, tutaonyesha jinsi gani nilivyoichukua na wewe namna gani unaweza ukacopy na kupaste ili mradi na uwe profitable. So guys, mpaka kufikia hapo sina la ziada. Bye bye and see you in another session.